hamwaheshimu watawala wenu, hamumheshimu Mungu aliyewaumba, Mungu hawezi kuwa radhi nanyi ikiwa watu wamemwona mtu huyo. Ikiwa watu wamemwona mtu, ikiwa watu wamemwona huyo mtu, ikiwa watu wamemwona huyo mlinzi, ikiwa watu wamemwona huyo mchungaji, ikiwa watu wamemwona huyo mwinjilisti, ikiwa watu wamemwona huyo nabii wa kweli, ikiwa watu wamemwona huyo mwinjilisti wa kweli, ikiwa watu wamemwona huyo mtume wa kweli, ikiwa familia imemwona ndani ya nyumba, nyumba nyingi sana, Mungu anawatoa watu kwenye zile familia ili wajenge madhabahu, wawakilishe ufalme wake, lakini watu hawamwoni. Usimchape binti yako aliokoka, usimchape binti yako aliyesema nimeamua kuacha ukahaba, usimchukie mke wako aliyeamua nimeamua kuachana na dhambi na sali, usimchukie ndugu yako aliyeamua kusali, ikiwa watu wamemwona mtu huyo. Kazi ya huyu mtu ni kupiga tarumbeta upanga unapokuja, lakini kazi ya huyu mtu pia ni kuona mabaya ambayo shetani anataka kuleta ndani ya familia. Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize baba, mama, nisikilize. Anaweza binti yako akainuliwa katikati yenu wote, familia mlio wakorofi, mwenye kuchukia msalaba na kumchukia Yesu, akasema nimeokoka leo, ninamtaka Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu akamsamehe dhambi yake, akamfanya kuwa mtu anayeona upanga ndani ya familia. Watu hawa kuna wakati watasema, baba, nimeota tumetoa viti nje, nimeota watu wanalia sebuleni, nimeota ni kama kuna kitu kibaya kinakuja. Ninaomba tuombe. Mungu anaweka watu hawa ambao wanasema ninaona kwenye taifa kuna mambo mabaya yanaenda kutokea. Mungu anaweka, ila watu wamwone, ila watu wamwamini, ila watu wamsikilize, ila watu wamkubali. Huyu tunaweza kwenda kuuliza ushauri kwake, huyu tunaweza kwenda kuombewa na yeye, huyu tunaweza kwenda kuchukua maonyo kwake, ikiwa watu wamemwona mtu huyu. Ikiwa watu wamemwona